Juma alikuwa bilionea anayejulikana kote Afrika Mashariki. Alimiliki hoteli, real estate, kampuni za mafuta na magari ya kifahari aliyobadili kila mwaka. Lakini nyuma ya utajiri wake kulikuwa na siri. Ndani ya nyumba hakukuwa na amani. Mke wake wa kwanza, Mama Asha, alikuwa mwanamke mpole aliyevumilia miaka ya dhiki na tabu kabla ya Juma kuwa tajiri. Alimsaidia kusukuma mkokoteni, kuuza bidhaa, hadi Juma alipofanikiwa. Lakini kadri utajiri ulivyoongezeka, mapenzi akaanza kupungua. Juma alianza kuwa mkali, mlevi, mwenye kiburi na kutotulia nyumbani. Mara nyingi alirudi usiku wa manane akiwa amelewa, akimkejeli mke wake. Wewe unajua nini kuhusu maisha ya watu wenye pesa? Sitaki stress zako, we Mama Asha. Watoto wao watatu, Asha mdogo, Abdalla na Halima, waliogopa kumkaribia baba yao. Siku moja katika safari zake za kibiashara huko Lagos, Juma alikutana na mwanamke kijana mwenye sura nzuri sana aliyejulikana kama Vanessa. Mkenya lakini mwenye asili ya Kinigeria. Alikuwa mrembo, mwenye tabasamu la kupendeza na alikuwa akifanya modeling. Juma alivutiwa naye haraka sana. Ndani ya miezi 6 tu alianza kumupeleka Dubai, Doha na Mauritius. Watu walishangaa jinsi bilionea mkubwa alivyoonekana na msichana mdogo kila mara. Juma alimpa kile chochote Vanessa anachotaka, lakini huku nyumbani watoto wake na mke wake Mama Asha wakiteseka. Na hatimaye walienda kufunga ndoa ya siri huko Dubai bila mke wake wa kwanza kujua. Vanessa hakujali kama Juma alikuwa na mke ama watoto. Kwake ilikuwa ni fursa ya maisha. Lakini ndani ya moyo wake Vanessa hakuwa na upendo. Alikuwa na mpango wake, mpango ambao hata Juma angepata tabu kuuamini. Mama Asha alisikia uvumi wa mume wake kuonekana na msichana mrembo, lakini hakujua kuwa wameoana. Alilea watoto wake kwa tabu. Kulikuwa na siku moja mvua ilinyesha sana na nyumba ilianza kuvuja. Wakati mwingine watoto walikosa ada ya shule, wakati Juma alikuwa akilipia Vanessa shopping ya Dubai kila mwezi. Mama Asha alikuwa akilia kimya kimya usiku. Mungu, kwa nini unaniweka hapa? Nilimpenda huyu mwanaume kutoka wakati hana chochote. Lakini katika uchungu hakuwahi kumtukana Juma wala kuharibu jina lake. Wanaume wengi walimtaka Vanessa kabla ya Juma kumtoa kwenye umaskini. Mmoja wapo alikuwa kijana mtanashati aitwaye Collins, ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye klabu moja Nairobi. Collins alikuwa mpenzi wa siri wa Vanessa na alikubali kumsaidia kutekeleza mpango wake, kumuua bilionea na kuchukua mali zake. Mpango ulikuwa rahisi. Ilikuwa Vanessa muoe kwanza Juma, aanze kuweka mali nyingi kwa jina lake, waende Dubai mara ya mwisho. Collins alikodishwa kuingia kwa jina la mfanyabiashara. Vanessa atamwekea sumu Juma kwenye kinywaji chake ambacho angeletewa na mhudumu wa hoteli. Watachukua pesa na kutoroka nchi. Collins alishawishika kwa sababu ya tamaa. Mali za bilionea huyu zitatuweka juu maisha yote, Vanessa alimwambia Collins, na Collins akakubali. Safari yao ya Dubai ilikuwa ya kifahari. Walienda Burj Khalifa, Dubai Mall, mapumziko ya jangwani. Kila mtu aliwaangalia kwa heshima. Lakini usiku moja mpango wa mauaji ulikuwa tayari. Vanessa alituma Collins ujumbe. Kesho usiku
champagne itakuwa imewekwa sumu tayari. Siku iliyofuata hotelini kulikuwa na sherehe ndogo ya kifamilia. Vanessa alijifanya mke mwenye upendo, akicheka na kumkumbatia bilionea. Mara mhudumu aliitwa alete vinywaji. Mhudumu aliyeletwa alikuwa kijana mpole mwenye umri wa miaka 24, jina lake Brian. Brian alikuwa na macho ya uchunguzi na moyo uliozoea kuona mambo ya ajabu kwa wateja matajiri. Alipofikisha glasi za champagne, aliona kitu kisicho cha kawaida. Chupa moja ilikuwa na tone ndogo la rangi tofauti, kana kwamba mtu aliweka kitu ndani haraka haraka. Pia Vanessa alikuwa akiangalia ile glasi kwa wasiwasi, kama mtu anayetaka kuhakikisha Juma anachukua ile na si nyingine. Brian alishtuka. Kabla ya Juma kuinua glasi hiyo, Brian alisogea taratibu na kusema kwa sauti ya heshima lakini thabiti, "Samahani sana mheshimiwa, kuna tatizo. Lazima nibadilishe hii glasi. Kuna kitu si cha kawaida." Vanessa alishtuka. "Let that drink be," akisema kwa sauti ya juu kidogo. Juma alimwangalia Vanessa kwa mshangao. "Kwa nini umekasirika juu ya glasi tu?" Brian aliendelea kwa ujasiri. "Kwa usalama wa mteja, lazima nibadilishe hii. Nimefunzwa kuhakikisha hakuna kitu hatari kinaingia kwa kinywaji cha mgeni." Alipochukua glasi, Vanessa alianza kutetemeka. Juma alimdaka kwa macho ya uchunguzi. Dakika chache baadaye, usalama wa hoteli uliitwa. Walipima kinywaji na waligundua kuwepo kwa kemikali ya sumu. Vanessa alikamatwa. Simu yake ilipopekuliwa, ujumbe wake na Collins ulipatikana. Collins naye alikamatwa akiwa kwenye lifti akijaribu kutoroka. Juma alichanganyikiwa, machozi yakamtoka. "Nilimpenda, nikaleta kila kitu kwake, na alitaka kuniua kweli?" Brian alisimama pembeni yake akimpa kitambaa cha kufutia machozi. Baada ya tukio, Juma alirudi Kenya akiwa mtu aliyebadilika. Macho yake yaliona upendo aliozarau kwa miaka mingi. Alipofika nyumbani, Mama Asha alisimama mlangoni akiwa amevaa dera ya kawaida. Juma alipomsogelea alipatwa na aibu. "Samahani, nimeshindwa kuwa mume, nimeshindwa kuwa baba, nimeshindwa kuwa mwanadamu." Alipiga magoti. Watoto waliogopa. Mama Asha alimuinua taratibu na kusema, "Kama Mungu anatusamehe, wanadamu kwa nini tusisameane?" Na hapo moyo wake ulijikumbusha mapenzi ya zamani. Baada ya siku kidogo, Juma alimtafuta Brian hotelini. Hakumfahamu sana, lakini alijua angekuwa maiti kama si uangalifu wa kijana huyu. Brian alipoletwa mbele yake alijawa na hofu, lakini Juma alitabasamu na kusema, "Ulinipa kitu ambacho siwezi kukilipia kwa pesa. Ulinipa maisha. Kama shukrani nakupa hiki." Akatolewa funguo za gari jipya, Toyota Prado TX. Brian alilia kwa furaha. Wafanyakazi wote wa hoteli walishangilia. Juma alibadilika kabisa. Alianza kuwekeza kwa familia yake. Aliomba msamaha kwa mke wake wa kwanza. Aliimarisha maisha ya watoto wake na akafungua mfuko wa kusaidia wafanyakazi wanyonge hotelini. Vanessa na Collins walifungwa miaka kadhaa kwa jaribio la mauaji. Mama Asha aliendelea kuwa mke, sio kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu aliamini katika kusamehe na kujenga tena. Brian akawa mfanya biashara baadaye,
akianza kampuni yake ya usafi na usalama kwa msaada wa Juma. Na mwisho Juma alisema maneno haya kwenye sherehe ya familia: utajiri unaweza kuchukua macho ya mtu, lakini upendo wa familia haujawahi kupoteza mtu hata mmoja. Msidharau watu wanaopenda wakati mnaangaza, mnaweza kuwapoteza kabla ya kujitambua. Na Juma na mama Vanessa waliendelea kuishi vizuri sana, na familia yao ikaendelea na watoto wao kukua na wao kuwa wafanyabiashara wakubwa sana. Na washukuru sana nyote mliofuatilia simulizi hii. Kama umeipenda, please usisahau kusubscribe, like na kushare kwa wengine, ili na wao wapate story nzuri nzuri tamu za kuelimisha na kufurahisha pia.